kufukuzwa kazi kwa sababu ya kutokupokea mshahara. Sasa ile bashi alikuwa anasema msitulipe posho, tunaweza tukapita kwenye wimbi hilo la kuvuliwa ubunge kwa sababu ya kutokupokea posho. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba mliangalie vizuri. Kwa sababu sasa utumbuaji wa majipu umeanza hata kama upokei hela. This is very serious. Mheshimiwa Naibu Spika, Rais aliyeko madarakani sio kwamba kila anachokifanya hatukikubali. Tunaamini nia yake ya kutaka kurestore glory ya nchi hii, hasa baada ya sisi ndani ya bunge hili kupiga kelele sana dhidi ya ufisadi katika taifa hili, kwamba anachokifanya rais sio vitu vyote ni vibaya, lakini courage yake ya kurestore glory kwenye utumishi wa umma sio courage mbaya. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utukufu binafsi unapozidi sifa za Mungu, rais anaweza akakosea. Mheshimiwa Naibu Spika, Rais Magufuli kuteuliwa na chama chake kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi kilisababishwa na public opinion ambayo ilikuwa created na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu alionekana ni kati ya mawaziri waliokuwa wakifanya vizuri katika wizara zake ndani ya bunge hili. Leo mmekuja na mapendekezo ya kuondoa live broadcasting ndani ya bunge hili. Maana yake leo tunaongea hatusikiki nje. Mheshimiwa Naibu Spika, unaposema ni gharama wa bunge na bunge kuongea na wananchi wao, hizo gharama mna compare to what? Yaani unaposema ni gharama kulipia matangazo ya bunge, wananchi wasikie wabunge wajadili, compare to what? Expensive is a relative. Leo mmekuja na mapendekezo mengine ya wakurugenzi wa wizara watoke na mabasi Dar es Salaam waje Dodoma kwenye vikao sensitive vya bunge. Mnafikiri ni kubana matumizi? Huwezi kubana matumizi kwa kuondoa class. Hiyo ni poverty mentality. Nchi hii ina rasilimali za kutosha. Ilifikia mahali muanze kufikiria wabunge kuja hapa na helikopta, sio wakurugenzi wa wizara kuja hapa na mabasi. Haya mambo tulifanya wakati nchi inapata uhuru. Leo mnataka kuturudishia, mnasema ni kubana matumizi. Huwezi kubana matumizi kwa kucreate poverty mentality kwenye mfumo. Huwezi kubana matumizi kwa kufanya tajiri aishi kama maskini. Rais anatoa kauli, anasema hawa wanaoishi kama malaika wataishi kama shetani. This is bad. Na mnashindwa kumshauri. Kazi ya rais ni kufanya mashetani kuokoka waishi kama malaika. Huwezi kuwa na wishi ya kufanya watu wako kuwa na maisha mabaya. Lazima uwe na wishi ya kufanya watu wako kuwa na maisha mazuri. Sasa kinachoendelea sasa, Mheshimiwa, mnafikiri mnakomoa opposition. Mnachokifanya mnamtengenezea rais spirit of dictatorship. Mnamfanya rais anakuwa na one man show game. Kama rais angekuwa na nia njema ya ufisadi, kazi nyingi tungemsaidia hapa bungeni. Kama rais angekuwa na nia nzuri ya kupigana, angeacha bunge liwe live. Rais mwenyewe anajua umuhimu wa vyombo vya habari. Kila anakokwenda, amesema mwenzangu hapa, anabeba TBC. Hata kama anakwenda kufumania bahati mbaya kazini, unashangaa hawa Azam na nyoa amejuaje leo rais anaenda BOT. Kumbe ni mipango. Kama mnajua umuhimu wa vyombo vya habari, wacheni bunge liwe huru. Mnasema rais wenu anawajibika vizuri, mwacheni basi haya mambo yawe huru. Leo bunge hili, Mheshimiwa Naibu Spika, mmetoa hela za bunge hapa, mmetoa utawala bora. Umeenda kukabidhi fedha za bunge kwa rais. Spika hajui. Spika naye anasoma kwenye WhatsApp. Spika anaangalia mko Ikulu yuko anauma huko, anasoma kwenye WhatsApp. Mmefanya maamuzi ya fedha za bunge bila kushirikisha kamishna ya bunge. Utawala bora uko wapi? Mheshimiwa Naibu Spika, tukitaka tumsaidie rais kurestore glory katika taifa hili, chombo cha kwanza cha kumsaidia ni bunge kuwa democratic. Hili bunge halina uhuru. Mawaziri waoga. Leo hakuna innovation kwenye ofisi za mawaziri. Hakuna innovation kwa katibu mkuu, kila mtu anaogopa. Sasa kama sasa hivi usipopokea mshahara unatumbuliwa, hawa watu kule kazini wako hivi. Walikuwa wanafanya kazi bila instrument, walikuwa ni mawaziri vivuli. Hakuna watu wanaobuni. Watu wamekaa hivyo wanaogopa. Maamuzi hayafanyiki kwa sababu mmeshindwa kumshauri rais. Mheshimiwa Naibu Spika, utawala bora sio huu mnaofanya nyinyi. Nilishawaambia hapa tena, narudia leo. Lengo la opposition sio kutawala nchi hii.
Lengo la opposition ni pamoja na kuona matutawala vizuri. Mngekuwa haya mambo mnaofanya yanaharibu chama chenu peke yenu, lakini yanaharibu taifa letu, tungewaachia, kwa sababu pengine maisha yenu hayatuhusu, lakini mkiharibu, mnaharibu maisha ya watoto wetu. Ndio maana tunapiga kelele. Leo nchi inaenda ijulikani. Leo hakuna kiongozi wa serikali anakwenda kazini asitegemee kufukuzwa kazi. Unakwenda unamfukuza. Leo anakwenda Makonda anamsoma mtu hadharani, unasema nifukuze kazi ama nisifukuze? We don't live like that, man. Hatuwezi kuishi hivyo. Wale wana wazazi, wana family, wana ndugu. Watu waweza kufanya makosa lakini hautriti hivyo. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, na wewe ukapeleka hela kule Ikulu, sijui nani angekutumbua wewe. Ukachukua hela bila kumuuliza hata bosi wako. Na wewe hapo siku hizi ndio huko unajifanya zaidi ya spika wewe. Yaani wewe kila kitu mnafika huko mnaamlia wabunge, magari ya wabunge hakuna hao hizi. Unataka mpa mbunge milioni. Taabu sana. Mheshimiwa Naibu Spika, Muhongo alikwenda, Waziri Muhongo alikwenda bandarini. Akamuuliza yule mama, nani amekuambia ufungue leo bomba? Mama akasema, nimeambiwa na waziri. Mnafukuza aliagizwa na bosi wake, mnaacha aliagiza. Mnaonea watu, mnanyonga watu. Mheshimiwa Naibu Spika, nirudi kwako kakaangu Simba Chawene. Umeongea kwenye television kwamba huko kwenye halmashauri zetu zote kuanzia sasa halmashauri ndio itakusanya mapato. Hamjajiandaa. Na mkitoa ujao amkufanya research. Naomba ongea na kiti, usimwadress waziri. Mheshimiwa, nasema hamjajiandaa Mheshimiwa. Leo kwa kazi moja hapa system wa Arusha mjini utahitaji watu 220. Utawalipa kima cha chini. Utalipa pay as you earn. Utalipa NCCF. Utalipa bima ya afya. Mfanyakazi mmoja aliyekuwa anakusanya parking kwa 80 kupitia private sector leo atagharimu halmashauri 400,000. Mnakwenda kuua halmashauri kwa sababu ya kudisengage private sector. Angalieni hili swala kwa umakini sana kuhusu private sectors. Mheshimiwa Naibu Spika, Zanzibar mmemaliza uchaguzi. Mmeshinda. Piga kura wenyewe, mmelinda kura. Mlichoshinda Zanzibar mmeshinda tena hapa kwa ushauri wa Nape. Kionyesha bunge wanaonekana sana hawa. Zanzibar kesi haijaisha. Msifikiri mko salama. Msifikiri mko salama. Iangalieni Zanzibar vizuri. Msifikiri mko salama Mheshimiwa. Ukiona unampiga mnyonge anakaa kimya, Mandela alisema hatafuti kichochoro, anatafuta njia ya kujitetea. Nimalizie kwa kusema Mheshimiwa Spika, kuna Mheshimiwa mbunge mmoja aliongea habari ya Arusha, chaguzi tumeshindwa. Huyo ajui Arusha. Kwanza hatujui anakaa wapi, analala wapi. Kama hawezi kuwa na tathmini ya watu ambao wanaishi nao kila siku Tanga, Dodoma, Dar es Salaam wapi, hawezi kuwa na tathmini ya mkoa. Mwaka jana wenye viti sita wa CCM waliniunga mkono. Mwaka huu tumefanya uchaguzi, tumewanyang'anya CCM mitaa 4 wabaki 2. Sasa ule dada anasema CCM Arusha endelea vizuri kwa kasi ya Magufuli. Ajue kwanza maisha yake na mmewe na wapi anaishi, ni Tanga, Dar es Salaam, ni Mara, Dodoma, na anaishi na nani. Akishajua anaweza kujua tathmini ya mkoa. Nakushukuru Mheshimiwa. Frank Mwakajoka, nadhani muda wetu utakuwa umeenda. Mheshimiwa Zito atachangia baadaye na Mheshimiwa Maulid Mtulia. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Jambo la kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii kushukuru wewe kwa kunipa nafasi hii. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wangu wa mji wa Tunduma kwa kunipa nafasi hii ya kuhakikisha kwamba nakuwa mbunge na wakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa amefukuzwa kazi kwa sababu ya kutokupokea mshahara. Sasa ile bashi alikuwa anasema msitulipe posho, tunaweza tukapita kwenye wimbi hilo la kuvuliwa ubunge.